Habari yako mtumishi Abel? Ni nzuri. Nashukuru Mungu tumekutana tena. Ndio. Leo sina maswali. Nilikuwa naomba utupe leo japo neno moja la kutuelimisha si vijana. Leo nilitaka tu kidogo tuangalie ni namna gani ambavyo Mfalme Suleiman alikuwa akisifia wale wake zake. Wale wanawake aliokuwa nao. Na ni kwa namna gani alikuwa akiweza kumanage wale wanawake. Hebu tazama. Eti aina hii ndio Suleiman aliyokuwa akisifia wake zake. Ukisoma kwenye wimbo ulio bora, hiki ni kitabu tunakifahamu sana. Wimbo ulio bora 4 inasema ya kwamba soma. Tazama mzuri mpenzi wangu. Mzuri. Macho yako ni kama ya ua nyuma ya barabara yako. Nywele zako ni kama kundi la mbuzi waliojilaza mbavuni pa mlima Gileadi. Hata wewe fikiria tu, unamsifia mwanamke kwa kumwambia kwamba nywele zako ni kama kundi la mbuzi. Hivi mwanamke wa kisasa utamsifia kwa kumwambia kwamba eti nywele zako ni nzuri kama kundi la mbuzi? Hakuna. Hase, vita utakayoitafuta itakuwa ni Third World War. Unasema hiyo vita haitokaa iishe. Hata kwambia mimi nywele kundi la mbuzi, akifikiria mbuzi wenyewe. God have mercy on us. Ila hao wanawake wa kipindi cha Suleiman tunaweza tukawapa big up kwa sababu walikuwa wakisifiwa kutokana na mazingira yaliyokuwa yakiwazunguka. Hata walikuwa hawana iana na akiwasifia hivi mwanamke anacheka yani wewe Suleiman. Suleiman anabeba anapeleka nyumbani kwake. Lakini wanawake wa sasa wanataka kusifiwa kwa vitu ambavyo wao wanavipendelea. Utasikia na kuambia eti anataka kusifiwa kwamba wewe ni mzuri kama yani wanataka wasikie majina kama pipi, sijui chocolate, wanataka wasikie yani vitu vitamu tu, sijui keki. Yani hivi ndivyo wanavyovipendelea wao. Lakini wale wanawake wa kipindi cha Suleiman walikuwa wakipenda majina kama ya wanyama na kwa sababu hata mfalme mwenyewe alikuwa akipendea wanyama, yani anawasifia kutokana na wanyama wanaomzunguka yeye. Lakini jambo lingine, nilikuwa najaribu kuangalia notes za huyu mfalme. Nilikuwa nikijaribu kuangalia notes za huyu mfalme jinsi alivyokuwa akisifia simple tu. Na ilikuwa haina shida kwake. Ukisoma kwenye wimbo ulio bora 7 inasema kwamba siti msharifu, jinsi zilivyo nzuri hatua zako katika mitalawanda. Mapaja yako ya mviringo ni kama johari. Unasema kazi ya mikono ya fundi mstadi. Hapa sasa ndipo napotaka kutupaelewe. Kitovu chako ni kama bilauri iliyovilingana. Hata wewe fikiria, eti mtu amesifia bilauri, kitovu kama bilauri. Na mwanamke wa kipindi cha Suleiman akaelewa, akafurahi, akacheka. Mwanamke wa kisasa, hao watoto wa 2000, hata kwanza picha linaanza bilauri yenyewe haijui. Halafu unamsifia sijui kitovu kama bilauri. Kwake ni bonge moja la tusi ambalo yani kama alikuwa na uelekeo wa kukuelewa. Sasa itaenda vice versa. Yani itafika kwenye njia ile tunasema ni kwenye njia makutano. Yani alikuwa amekaribia kukuelewa, sasa mmepishana, kila mtu anaelekea uelekeo wake kwa sababu tu umetaja kitovu ni kama bilauri. Kwake ni tusi. Lakini nawapenda hawa wanawake wa enzi ya Biblia. I say kumbe wao ilikuwa ni sifa. Sisi tulioishi zamani tunaifahamu bilauri. Tulikuwa tunatumia kwenye kunywea maji. Na wajaribu kuwaelewesha watoto wa 2000 wanaweza wasielewe bilauri. Tena zamani tulikuwa na yale mabilauri ya shaba. Achana sasa hivi yawezekana zimeboreshwa sasa hivi. Lakini tulikuwa na ya shaba. Yale mabilauri. Lakini eti anasema kwamba maziwa yako, kitovu chako ni kama bilauri iliyovilingana. Alafu anasema kwamba maziwa yako mawili ni kama wanapaa wawili. Eti maziwa yako mawili. Sisi kinachonishangaza, wanawake wa sasa hivi eti wanataka waseme kwamba maziwa yako ni saa 6. Hivyo ndivyo wanavyovipendelea. Lakini Suleiman badala ya kusifia saa 6, yeye anasema kwamba maziwa yako mawili ni kama wanapaa. Anasema ni kama anasema kwamba maziwa yako mawili ni kama wanapaa wawili. Simple tu. Anasifia hivyo na ni simple.
Sasa sijui hiki kizazi cha 2000 ni nani aliyetuloga? Swali hili liliulizwa, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Na mimi ninauliza kizazi hiki cha leo, enyi kizazi cha 2000, ni nani aliyetuloga? Kwa nini atusifiani simple kama hivi? Mnatupa sisi akili za kuanza kusifia, kufikiria in deep. Kumbe kuna mfalme alituachia notes simple za kusifia vitu tu vinavyo, yani naweza nikakusifia tu kwamba wewe mzuri kama sijui niseme nini vitu gani vinavyotuzunguka vinavyozunguka mimi, hata hivyo vizuri navyo vimenipotea, lakini simple unasifia tu simple mzuri kama shati langu. Hata shati langu naweza nikalitumia kwa sababu ni kitu kinachonizunguka simple, lakini tusihitaji vitu vigumu. Ushauri wangu tu ni kwamba ulivyoniambia ndugu mwandishi kwamba ni ushauri gani niwape vijana, turudi kwenye miko ya zamani, kusifiana simple inatosha. Tusihitaji kuambiana sijui majina ya chocolate, sijui kwenye vitu ambavyo eti saa 6 eti maziwa yako saa 6, maziwa saa 8. Hiyo saa yenyewe nisiongee sana.